bila chakula bora hakuna afya, na bila afya hakuna maendeleo. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, kutokana na kauli mbiu hii, nitumie nafasi hii kuwapongeza wakulima, wafugaji na wavuvi kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya ya uzalishaji wa chakula na uchumi kwa mkoa wetu wa Iringa. Tujipigie makofi mengi sana. Mkoa wetu ni nguzo kuu ya uzalishaji wa chakula nchini. Tunazalisha mazao ya chakula kama mahindi, mpunga, maharage, mtama, viazi, mazao ya biashara kama chai, ufuta, korosho, kahawa, alizeti, pareto, tumbaku, parachichi, na pia mazao ya mifugo kama maziwa, nyama, mayai na samaki. Mnyororo huu wa thamani unaoanzia kwa uzalishaji ambaye ni mkulima, mvuvi na mfugaji, msindikaji na msafirishaji hadi mlaji wa mwisho, unafanya sekta ya kilimo kuwa uti wa mgongo wa uchumi wetu, na hivyo kila mmoja ana wajibu wa kuendelea kuulinda uti huo wa mgongo. Sekta hii inachangia zaidi ya 65% ya ajira na 28% ya pato la taifa, sekta ya kilimo ikiwa inachangia 24% katika mambo yote haya. Ndugu wananchi na ndugu viongozi wenzangu, kama binadamu anavyohitaji damu yenye afya ili aishi, vivyo hivyo kilimo kinahitaji udongo wenye afya ili kustawi. Udongo ni maisha, udongo ni urithi, na udongo ni msingi wa chakula chetu. Ni wajibu wetu sote serikalini, wakulima, watafiti na wadau wa maendeleo kuhakikisha tunalinda na kutunza afya ya udongo. Tukiharibu udongo leo, tunaharibu usalama wa chakula hapo kesho, na tunaharibu ustawi wa kizazi kijacho. Nitoa wito kwa wadau wote, tuwahimize wakulima wapime udongo, yani soil testing, kabla ya kupanda mazao yao. Hii itawasaidia kujua ni virutubisho gani vinavyohitajika na ni kiwango gani kinahitajika. Ni muhimu tuwatumie maafisa ugani wetu walioko mashambani, kwani wao ni walimu wetu na wataalamu wetu mashambani kwa ajili ya kutusaidia ili tupate tija katika kilimo tunachokifanya. Pamoja na tija tunayopata, ni muhimu tujielekeze katika kuzingatia kilimo cha hifadhi kama vile upandaji wa miti na matumizi ya mbolea. Tukifanya hivyo, tutalinda rutuba ya ardhi, tutapunguza mmomonyoko wa udongo, na tutalinda mazingira yetu kwa vizazi vijavyo. Tumerithi ardhi yenye rutuba, ni vizuri tuendelee kuitunza na kuzingatia kilimo hifadhi, ikiwa ni pamoja na kupumzisha ardhi kila tunapofanya kilimo. Ndugu wananchi wenzangu, ndugu viongozi, mafanikio ya kilimo hayawezi kupatikana bila pembejeo bora na matumizi sahihi ya teknolojia. Tunapaswa kuhakikisha mbegu tunazozitumia ni bora na zenye kustahimili magonjwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mbolea na viuatilifu vitumike kwa kufuata ushauri wa wataalamu. Tukumbuke matumizi yasiyo sahihi ya mbolea na viuatilifu au mbegu zisizo na ubora huchafua udongo na maji na hatimaye kupunguza uzalishaji. Mabaki ya chupa za viuatilifu yahifadhiwe vizuri ili kutunza mazingira na afya ya udongo. Hivyo basi, tuendelee kutoa elimu kwa wakulima, na baada ya kustawisha mazao, tunapaswa kuvuna mazao kwa wakati ili kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno, yani post harvest losses. Unakadiriwa kuwa kadri ya 30% ya mazao yanayozalishwa. Tuchukue hatua za makusudi kupunguza upotevu huo wa mazao kwa kuzingatia kuvuna kwa wakati, usafi na kusafirisha na kuhifadhi kwa kutumia vyombo stahiki na kuongeza thamani ya mazao yetu. Aidha, tuendelee kuzalisha mazao ya mifugo na uvuvi kwa tija kwa kuzingatia mahitaji ya soko ili kuongeza usalama wa chakula na kipato kwa wakulima na wananchi kwa ujumla. Ndugu wadau wa chakula, tumelima na kuzalisha. Tuhakikishe sasa tunakula lishe bora ambao ni msingi wa afya zetu ili tuzalishe kwa wingi na ubora zaidi. Tukumbuke hatuwezi kuwa na taifa lenye nguvu bila chakula chenye lishe bora. Hivyo basi, wakulima wetu wote kupanua wigo wa uzalishaji kwa kujumuisha mboga, matunda na ufugaji. Kila kaya iwe na angalau miti 5 ya matunda kama mipapai, miembe, maparachichi, mipera, na ifuge wanyama wadogo kama samaki, kuku, sungura, simbilis ili kuimarisha usalama wa chakula na lishe ngazi ya kaya. Pia wazazi na walezi tushirikiane na shule zetu kuhakikisha watoto wanapata chakula bora na maziwa mashuleni. Watoto waliolishwa vizuri wana uwezo mkubwa wa kujifunza, kufikiri, kucheza na kuongoza taifa la kesho. Niwaombe sekta binafsi kuzalisha kwa wingi mbegu za mazao, hasa mazao lishe, na wasindikaji wa nafaka kuongeza virutubisho kwenye chakula hasa unga. Vile vile nitoe wito kwa wadau kuandaa programu za kupanda miti ya parachichi na matunda mengine mashuleni kwenye shule zenye maeneo. Hii itasaidia sana kujenga utamaduni wa watoto kupenda miti ya matunda, lakini kuweka uhakika wa matunda kupatikana shuleni na kuhakikisha kila jamii sasa inatamadunishwa katika matumizi ya matunda kwenye milo yetu ya kila siku. Ninaendelea kuwashukuru kila mmoja kwa nafasi yake
kwa namna ambavyo amekuwa sehemu ya mnyororo wa upatikanaji wa chakula, usindikaji wa chakula na usafirishaji wa chakula. Tujipigie makofi mengi sana. Tukilima vizuri tutakula vizuri, tukilima vizuri tutauza vizuri, na mwisho wa siku tutajenga ile afya ya jamii ambayo inatokana na lishe bora. Nimefurahishwa sana na taasisi zote ambazo ziko kwenye mnyororo wa chakula na kazi kubwa mnaoifanya. Leo tunao uhakika wa chakula bora kwa sababu tuna wavuvi ambao wanavua samaki wa uhakika, tuna wakulima ambao wanalima chakula cha uhakika, lakini pia tuna wafugaji ambao wanatupa uhakika wa mifugo na mazao ya mifugo katika maeneo yetu. Niwaombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, kila mmoja kwa nafasi yake hakikisha anachakarika kuhakikisha siku hii ya chakula duniani inakwenda kuchagiza uzalishaji wa chakula, utunzaji wa chakula na chakula bora kuwa ni tija ya mazao tunayoyavuna kwenye maeneo yetu. Napenda kusisitiza kwamba tuimarishe vyama vya ushirika vya mazao, yani AMCOS, ili kuongeza uzalishaji na kutatua changamoto za upatikanaji wa pembejeo na masoko ili kuimarisha usalama wa chakula. Hivyo tushirikiane sote, serikali, sekta binafsi, taasisi za utafiti na mashirika ya kiraia na yasiyo ya kiraia, wakulima na wafugaji na wavuvi, kuhakikisha kila kaya inakuwa na chakula cha kutosha kwa mwaka mzima. Ndugu wadau, ndugu wananchi na ndugu viongozi wenzangu, baada ya hotuba hii nitamke rasmi sasa kuwa maadhimisho ya siku ya chakula duniani mkoani Iringa nimeyafungua rasmi. Karibuni sana. Sasa kwa sababu jukumu langu la leo mimi ilikuwa ni kukutana na nyinyi, kuwapongeza na kupata taarifa ya kazi zilizofanywa na kuwazindulia, ninaomba nipate fursa ya kutembelea baadhi ya vitu vilivyoletwa hapa. Kwa naomba kwa ruhusa yenu sasa tujipigie makofi tena na mruhusu nikague baadhi ya mambo yanayoendelea hapa. Mheshimiwa, huu ni unga kwa ajili ya lishe. Unga huu una mchanganyo wa mahindi, maharage, mchele, soya iliyookwa vizuri, mbegu za maboga zilizookwa vizuri, wengine tunapenda kuziita tetere, pamoja na beetroot. Ni tunda ambalo ni kwa wengine wanapenda kuita kwamba ni mzizi mwekundu. Unga huu ni chakula tiba. Ni chakula tiba ambacho pindi mtoto atakapokula manake anaenda kutibiwa moja kwa moja masuala ya utapiamlo. Sasa tunahamasisha ni nani atumie huu unga. Ni mtu yeyote yule anaruhusiwa kutumia huu unga, lakini tumemweka mbele mtoto mdogo pamoja na mama mjamzito na yule anayenyonyesha, kwa lengo la kuamini kwamba utapiamlo au dumavu huwa unaanza mwanzoni kabisa mtoto anapokuwa ametungwa mimba tumboni mwa mama. Kwa hiyo sasa mama huyo mjamzito asipotumia unga huu, manake una uwezekano mkubwa wa ule utapiamlo kuanza pindi ambapo mtoto yupo anaendelea na ukuaji tumboni kwa mama. Kwa hiyo ni unga ambao umewekwa mahususi kwa ajili ya kuja moja kwa moja kutibu, sio mtoto ale ashibe, ila ale atibiwe. Kwa hiyo katika adhimisho hili la siku ya chakula, basi ni jukumu la kila mmoja kujua kwamba ni mtoto wake anampa chakula cha namna gani. Je, anampa chakula ambacho anakula kwa ajili ya kutibiwa au anakula tu kwamba ashibe, mwisho wa siku utapiamlo uzidi kuendelea? Na hii nadhani ni swala ambalo limekuwa ni mtu akitaka uunga anaupata wapi? Unga huu unapatikana ndani ya halmashauri ya wilaya Kilolo katika kampuni ambayo ni shirika lisilo kwa serikali Mawaki. Ndiyo. Mna maduka ambayo mnapeleka bidhaa yenu au? Tunayo maduka ambayo tunapeleka bidhaa zetu. Hapa mjini tunayo supermarket zote zinauza unga wetu wa lishe. Hapa J Banobi pamoja na kuna supermarket ipo hapa mkabala na hili soko kuu, pia unga wetu unapatikana. Lakini tupo katika vijiji vyote vya ukanda wa Kilolo, tunao unga wetu. Kidabaga tunao, Ng'ombe tunayo na maeneo mengine. Jamani, subiri. Pigieni makofi mengi sana huyu bwana. Wengine watakuja waone. Asante, karibu. Watakuja waone. Asante sana. Asante mama. Ni kwa majina naitwa Maria Lupande, nimetokea halmashauri ya mji wa Mafinga. Ndio. Sisi tunajishughulisha na kusindika. Kwa sababu kuna muda vyakula vinakuwa vingi. Tusiposindika ina maana tunamwaga. Sisi tunajishughulisha sana mpaka tunasindika mpaka nyama. Tuna mahindi ya kanda ambayo tunayachemsha. Kwa mfano sasa hivi ukienda kuyapika ni kanda za mahindi mabichi. Tuna karoti ambayo tunatumia kwenye unga wa lishe, ambao huo tunaita sisi kama asili. Tunachanganya ulezi, karoti, boga na mahindi ya njano. Ndio kazi tunayojishughulisha. Tuna kitunguu ambacho tumekisindika. Asante sana. Mimi nataka nikaonje hii leo. Asante sana. Hii unawauzia bei gani kule mtaani?
Nawauzia shilingi 3,000. 3,000. Sasa mimi nataka nikaonje ili niwe mteja wako. Karibu sana. Ubarikiwe mama. Asante. Nitakupa na namba ya simu ukihitaji. Jamani, sio dukani, nimechukua tu Asio akasema mbona ukumbi umegeuka duka. Mungu awabariki mama zangu. Barikiwe sana. Naitwa Selina Chibanda, Mategemeo Vegetable Supplies kampuni yangu. Mimi nasindika mafuta ya karanga, mafuta ya soya kwa ajili ya, nikisindika mafuta ya soya napata makapi kwa ajili ya mifugo inachobaki. Pia nasindika kitunguu saumu pamoja na siagi ya karanga. Mashine unatumia mashine gani kukamulia? Nina mashine kubwa niliagiza kutoka China. Ni ya China, sio hizi za Sido. Hongera sana mama. Asante sana. Hii kwa hiyo unawauzia bei gani? Hiyo nauzia shilingi 12,000. Nitakuchangia na mimi leo nikaonje mafuta yako. Asante. Asante sana. Kazi nzuri, hongera sana. Asante sana. Ya wakazi wa mkoa wa Iringa ambao tuna neema ya kupata vitu vingi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hali ngumu ya lishe Iringa haisababishi na kukosa vyakula, bali ni matumizi sahihi ndio tunayokosa. Katika changamoto ambayo nimekuta ipo mkoa wa Iringa ni hali ya upatikanaji wa protein kwa wananchi wetu. Protein tunayo, tuna soya ya kutosha, lakini matumizi sahihi ni changamoto kubwa. Kwa hiyo katika kutatua tatizo hili nimepata teknolojia ambayo nachukua ile soya naitoa haya maganda. Kwa sababu kimsingi haya maganda hayayuki katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo cha kwanza ni kutoa hayo maganda. Lakini cha pili ni kuhakikisha, kwa sababu kati ya kile kiini cha soya na ganda kuna enzyme ambayo inaitwa trypsin ambayo inazuia uyeyukaji sahihi wa soya katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo nina rosta ambayo huwa nazikaanga. Nikisha kaanga napata product 3. Product ya kwanza ni maziwa ya soya ambayo inakuwa ni ule unga ambao tayari nimeshautoa maganda lakini nimeikaanga, ambayo ukikoroga vijiko 3 kwenye lita moja ya maji unapata maziwa ya soya. Kwa hiyo jamii inakuwa imepata protein nzuri kutokana na soya. Lakini kwa wale ambao pia wanatumia soya kwa ajili ya lishe, ninayo ya aina mbili. Moja ni ambayo nimeikaanga, ambayo unapoweka kwenye lishe yako unapata ile aroma ya soya sawa na maziwa haya nilionayo hapa. Lakini ya pili ni ambayo sijaikaanga. Kuna mtu anapenda kupata ile freshness ya soya. Kwa hiyo pia unaweza ukaitumia hii kwa maziwa, kwa sababu utaloweka then utablend, utachuja ule mchuzi, unachemsha kwa muda usiopungua dakika 20. Inakuwa imeiva, lakini unakuwa pia umeweza kuitreat ile trypsin. Lakini kwa hii iliyokaangwa unachemsha kwa dakika 5 tu, unachemsha kama nani ya kawaida. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hii ndio changamoto ambayo nimehisi ujasiriamali wangu uwe tiba au uwe moja ya kuchagiza katika kutatua changamoto za jamii yetu. Karibu. Maziwa yapo yanapatikana katika maduka yote. Hii unawauzia bei gani? Hii inauza shilingi 6,000 tu, ni nusu kilo. Basi nitakuchangia 2 hizi. Amina, asante sana. Tuombe pia uhamasishaji katika mashule yetu, tunasema wanywe maziwa, lakini kule shuleni kule kuna walimu wetu hapo kule wanashughulika na chakula, tuna afisa lishe, washirikisheni vizuri wanapokuwa na vikao vya wazazi, muwaeleze haya mambo. Wale maafisa lishe ndio watusaidie sasa. Kwa sababu ni protein ambayo ni kwa gharama ndogo sana. Asante sana. Mungu akubariki mama. Hongera sana. Asante. Sisi ndio wazalishaji wa mazao mbalimbali kupitia vyama vyetu vya ushirika. Hapa tunayo sampuli tu ya baadhi ya bidhaa ambazo tunazalisha, hasa tumekuwa na jitihada za moja kwa moja za kushiriki kutokomeza udumavu kwa watoto wetu. Kwa hiyo sisi ndio tuko mstari wa mbele kuzalisha mazao lishe. Tunazalisha maharage lishe ambayo yana virutubisho vingi vya madini ya chuma, madini ya zinki, lakini pia tunazalisha mahindi lishe ambayo yana vitamini A kwa wingi, lakini pia na viazi lishe. Kwa hiyo tunashirikiana na wadau, tunasambaza mbegu, wakulima wetu wamezalisha. Na tunapozungumza hapa tayari shule zaidi ya 40 zimeshapata huduma kutoka chama kikuu.
na tunaendelea kuongeza uzalishaji ili kusudi watu wote waweze kutumia hizi bidhaa ambazo zinakuwa na virutubisho. Lakini pia tunawasaidia wakulima kupata masoko ya mazao yao. Mathalani mwaka huu mwaka uliopita 24-25 tumewasaidia wakulima kukusanya zao la ufuta na tumeweza kuuza kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala. Maeneo mengi ambayo wakulima wamepata ufuta, mazao mengine ya chakula hawajapata. Kwa hiyo tumeuza kilo 960,207 na ambapo zaidi ya shilingi bilioni 2,169 zimeweza kwenda mifukoni mwa wakulima. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tukitatua changamoto hasa za upatikanaji wa mbegu bora, ina maana uzalishaji utaweza kuongezeka, halmashauri zetu zitaweza kupata mapato, wakulima watakuwa na fedha ya kutosha. Hata kama mvua zitakuwa zimenyesha vizuri, basi ile fedha itatumika kwa ajili ya kununulia chakula. Asante sana. Hongera sana. Hongereni sana kwa mageuzi makubwa ambao pia ni friendly to environment. Asante sana. Mesaidia watu wote wasiwe na njaa. Maana yake ikitokea hawana hii na hali iko hivyo, wasingekuwa na chochote. Haya ndio maharage gani? Maharage lishe, haya ni Taribin 6. Je, mnawauzia bei gani haya? Haya ni shilingi 2,500. Haya, na wewe nitakuchangia ili na mimi nikaonje. Asante sana. Tunayo ya kutosha pale. Asante. Haya jamani. Leo na kikapu kikubwa. Lazima. Asanteni jamani. Tunasindika mboga tuna matembele, tuna chainizi, tuna mahindi ya kande, tuna maharage mabichi yaliyokaushwa, tuna njegere. Mambo yenu mazuri. Karibu sana. Nayaona hapa mambo yenu. Kisavu cha sasa hiki kinapikwa muda gani? Unaweza kumpelekea mama watoto akasema kinapikwa muda mrefu hicho. Hapana, kipikwa muda mrefu. Ndio. Na hapa mnachokifanya nyinyi mnatwanga, mnaanika? Tunatwanga ndio tunaanika. Ndio. Sawa. Na hapa nitawachangia jamani. Mnafanya kazi nzuri kina mama. Hii bei gani sasa? 6,000. Haya. 3,000. Mungu awabariki sana. Hongereni kwa kazi nzuri sana. Sana tunashukuru. Haya. Sisi ni vijana ndio ambao tumeamua kushiriki kwenye mifumo ya chakula na tuna program mbalimbali ambazo natamani vijana wenzetu pia waweze kushiriki kwenye shughuli zote zinazohusisha mfumo wa chakula. Sababu vijana tuna ujuzi mbalimbali, kwa hiyo tunaangalia vijana wenzetu ambao wana uwezo kuunganisha jamii kwa pamoja. Kwa mfano tuna program za usafi wa masokoni, tunajitolea kusafisha masoko kwa sababu ndio chakula kinako mfikia mlaji. Lakini pia kwa watoto walioko shuleni, kama msikia mama pale anasema watumie protein, tunawapa vitabu kwa bure waweze kujifunza chakula gani anahitaji. Kwa mahitaji kutoka kwa mtumiaji inakuwa ni rahisi kwa mtoa fedha kuweza kununua chakula husika. Lakini pia tuna peperushi ambavyo tunazungumzia usalama wa chakula ambao ni jukumu letu sote. Kwa kila kijana au kila mwananchi ambaye anahusika na chochote kwenye jamii lazima ajue pia chakula ni muhimu na lishe bora kwa kila mmoja, kama hivyo peperushi hapa. Kwa sisi kama vijana tunatambua kwamba tunaweza kuzalisha baadhi ya bidhaa, lakini pia tunatambua kwamba bado kuna changamoto ya elimu kwa watumiaji wa hizo bidhaa. Kwa hiyo tumejitahidi kwa nafasi yetu kushirikiana na shirika la GAIN kuweza kuleta kitu tunaitwa Vijana for Food. Kwa hiyo sisi tunahusika na chakula tu, kuanzia kuandaa, kulima, usafirishaji na usalama wake kwa ujumla. Safi sana. Well done. Hongereni sana. Tunawapongeza sana. Tunategemea kwamba hawa wanadili na vijana kwa sababu haya yote tunayofanya ndugu zangu, kama hatuwekezi vya kutosha kwa vijana ambao ndio wanatakiwa kusafiri na haya mambo kwa muda mrefu, maana kwa wazee wetu ambao mnafanya hii kazi, siku mkiamua kuacha hakuna mtu atafanya. Lakini mageuzi haya ili tuyarithishe lazima vijana wawe engaged. Kwa hiyo niwapongeze sana GAIN na wenzenu ambao mnafanya kazi nzuri na kubwa, na ni matarajio yetu waheshimiwa wakuu wa wilaya wataendelea kuwa engaged ili mpate nafasi ya kukutana na vikundi vya vijana, wanawake, kuwajengea uwezo wa kushiriki katika mnyororo wa chakula na usalama wa chakula kwa faida ya umma. Asanteni sana. Haya. Mkoa, mimi naitwa Tunu Gideon Ruhungu, ni mkurugenzi wa kampuni ya DC Super Sembe. Napatikana kata ya Kitwiru, nipo pale nasindika sembe. Sembe yetu iko vizuri, ni Super Sembe. Iringa nzima wanatambua. Tumepata nafasi kubwa Iringa, lakini pia Dar es Salaam tunasambaza, lakini pia tunafikisha mpaka Mafia, Kilombero, Ifakara na maeneo mbalimbali
Karibu sana. Asante sana. Mmeongeza Ila- virutubishi vyovyote humu au ni sembe tu? Kwa leo hatujaweka kirutubishi chochote, ila huwa tunaweka, lakini ombi letu kwa mkuu wa mkoa Ndio. kuwapa wananchi elimu ya juu kuhusu virutubisho. Ndio. Wananchi wengi wakikuta kuna ile nembo ya virutubisho wanakataa kuutumia huo unga. Kwa hiyo tunapata kazi ya kuzalisha ambao una virutubisho lakini na ambao hauna virutubisho. Kwa hiyo tunahitaji elimu kwa ajili ya virutubisho. Asante, tutimiza wajibu wetu. Tutimiza wajibu wetu kuendelea kutoa elimu kwa umma. Hongera sana. Hii unauzia bei gani? Hii nauza 6,000. Hii namnunulia Mama Linda hii. Asante sana. Kawalishe Mufindi. Asante. Haya. Shikamoo. Marahaba, hali yako bwana? Sisi ni wawekezaji ambao tuko kwenye halmashauri ya mkoa wa Iringa na wawekezaji ambao tumejikita hasa kuanzia kumwezesha mkulima kuanzia shambani mpaka pale huduma inapotufikia kiwandani, kwa sababu bidhaa nzuri inategemeana na mazao mazuri kutoka shambani. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa wakulima mbalimbali katika hii halmashauri ya mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwenye sekta ya kilimo, na pia tunajitahidi kuhakikisha mkoa wa Iringa unapata chakula kilicho salama na bora na chenye afya. Kama hapa tunauza mchele brown ambao kwa sasa tumekalili kwamba wanakula kisukari peke yao. Lakini hata sisi wazima tunashauriwa kutumia mchele ambao uko na virutubisho vingi. Pia tuna mchele mweupe, tuna sembe yenye virutubisho, tuna unga wa njano, unga wa mainjilisho wa njano ambao pia umeongezwa virutubisho, tuna mafuta safi ya alizeti, na tuna pia chenga za mchele. Kwa hiyo hapo kiwandani hizi bidhaa zote unazoziona hapa ziko katika ile eneo ambalo tumewekeza. Kuna viwanda kwa ajili ya kusindika hizi bidhaa zote tulizonazo hapa. Safi sana. Karibu sana kwa mkoa pamoja na uongozi wako. Dr. Linda, umewahi kula mchele huu? Umeshawahi kula mchele huu? Mimi ndo nauona leo. Kabisa sijawahi kula mchele wa hivi. Huu unauzia bei gani? Hii kilo moja 2,500. Yaani onje huu leo. Wakati huku tunaambiwa tusile wanga, huku tunaambiwa tule nini? Yaani huu ni salama zaidi. Huu ni una wanga mwingi, huu una wanga. Tunapigwa kila sehemu. Shukuru sana, nimefurahi kukuona. Mungu akubariki, nifikishie salamu kwa wafanyabiashara wote wa mkoa wetu. Asante sana. Father, nakushukuru sana bwana. Hongereni kwa kazi nzuri. Mungu azidi kuwabariki sana. Nimefurahishwa sana na namna ambavyo tuko ushirikiano. Amina, asante sana. Mama, tunawashukuruni sana. Nifikishie salamu kwa jumuiya zote. Asante. Amin. Mungu awabariki sana. Mwenyekiti wangu, mzee wangu. Baba. Kasa nikufuate huku bwana. Asante. Mungu akubariki sana. Asante. Tunapata faraja kubwa. Maana mengi tulikuwa tuelewi, lakini baada ya kuwaita wadau tumepata mwanga. Safi sana. Kila mtu hapa ameanza kufikiria ule unga wa lishe na upataji. Ule mchele mchafu na upataji. Asante sana. Mungu akubariki. Jamani, walimu wangu mnaendelea. Tunawashukuruni sana. Haya. Jamani, asanteni sana. Mungu awabariki wote kwa kuja. Asante sana.